Kosa kubwa ambalo watu wengi wanalifanya ni pale wanapokuwa wamesikia kitu kizuri alafu hawajachukua hatua. Inawezekana kuna rafiki yako alikuletea biashara, mfano biashara ya kuuza nguo, biashara ya kuuza mkaa, biashara yoyote ile, lakini wewe ulisita. Wewe ulikaa kwamba subiri nijifikirie, lakini leo hii mwenzako amefanikiwa. Sasa ukimrudia yule rafiki yako akufundishe biashara akakataa, unamuona mbaya. Kumbe kosa ulifanya wewe kwa sababu hukuchukua hatua wakati ule anapokufundisha. So mimi natamani sana nikwambie kwamba unaposikia fursa, unaposikia biashara yoyote, usiogope, ingia na ufanye. Huwa tunasema hivi, huwezi kujua uhondo wa ngoma kama uko nje ya hiyo ngoma. Lazima uingie ucheze ili ujue. Wengi wetu tunapenda kuhadithiwa kwamba ile biashara ni nzuri, ile biashara ni hivi, lakini bahati mbaya ni kwamba watu wengi waliofanikiwa huwa hawakupi tena siri baada ya kufanikiwa, kwamba walipoingia, wakati wanaingia wanakuambia bwana, hii biashara twende tukaifanye, lakini wao ukikataa, yaani hujachukua hatua, wao wakiingia wakafanikiwa, hawakushiki tena mkono, kwa sababu walikwambia mwanzo, uligoma, ulisema subiri jifikirie. Baada ya kufanikiwa, wewe unataka uungane nao. Hawataungana na wewe kwa sababu wakati huo na wao wanakuwa na marafiki wapya, wanakuwa na watu wapya tofauti na wewe ambaye ulikuwa na rafiki yao. So kama ni mmoja wa watu ambao wanatamani kuchukua hatua, wanatamani kufanya biashara kwa kufanya kwa vitendo, basi chukua namba yangu bao nipigie, niweze kusaidia jinsi gani ya kufanya biashara ambayo haina mtaji mkubwa, lakini pia utajifunza vitu vingi kupitia hiyo biashara.